Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Karibu sana asubuhi ya leo, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kibali hiki cha kuwa na maombi ya asubuhi katika siku hizi 12 ambazo tutakuwa nazo za maombi yetu ya mfungo. Na ninamshukuru Mungu kwamba atatusaidia kuwa na ibada ya asubuhi kwa ajili ya kukupa mwongozo wa siku, lakini pia saa 4 kamili tutakuwa tena na ibada ambapo tutapata muda mrefu wa kujifunza, lakini pia na kupata nafasi ya kuomba. Kwa hiyo ninakukaribisha sana, na leo ndiyo tumeanza. Kwa hiyo nikuombe wewe ambao umefanikiwa kuingia asubuhi, nikuombe moja, akisha na jioni tena unakuwa pamoja nasi saa 4 kamili kupitia YouTube channel ya Mwalimu Emilian Katubaemo. Lakini pia jambo la pili, usiache kumsemesha na mtu mwingine kwamba tumeanza maombi ya mfungo wa siku 12 na Mwalimu Emilian Katubaemo, na tunakuwa na maombi asubuhi saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili asubuhi, na tunakuwa pia na session ya maombi tena saa 4 kamili usiku na kuendelea mpaka Roho Mtakatifu anaposema inatosha. Kwa tutaenda kwa ratiba hiyo kwa siku 12, na nikuombe uwe mtumishi pamoja nasi. Msemeshe na rafiki yako, msemeshe na ndugu yako, msemeshe na mfanyakazi mwenzako. Ni utumishi wako kwa Bwana, na Mungu atakubariki kwa kutumika pamoja nasi. Kwa nikukaribisha sana, ikiwa leo ni siku yetu ya kwanza ya maombi ya mfungo wa siku 12. Leo ni siku yetu ya kwanza, na karibu sana na Mungu akubariki. Basi funika macho yako niombe. Mungu, katika jina la Yesu ninakutukuza. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Sema na maisha yetu, e Bwana, pokea heshima na utukufu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, na asante kwa sababu ulijua hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu kwamba tutakuwa na ratiba kama hii. Bwana, moyo wangu unakutukuza, moyo wangu unakuadhimisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kwa ajili ya neno ambalo umeliandaa kwa ajili yetu, e Bwana, katika kipindi hiki cha mfungo wa siku 12. Asante kwa ajili ya kila atakayesikia neno hili, e Bwana, aliyeko ndani ya nchi na nje ya nchi. Mungu, katika jina la Yesu ninaomba pumzi yako iambatane na neno hili, e Bwana. Pumzi yako iambatane na neno hili ambalo utasema nasi, e Bwana, kwa muda wa siku 12, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa uaminifu wako. Fungua masikio ya watoto wako yapate kusikia neno lako. Fungua mioyo yao, e Bwana, ipate kupokea mahubiri ya neno lako. Nami ninaenda kinyume kabisa na kila nguvu za giza na ratiba zozote za kipepo ambazo zitamzuia mtoto wako huyu kufuatilia somo hili na kufunga pamoja nasi, na zaidi sana kuomba pamoja nasi. Ninakemea hizo nguvu za giza. Achia moyo wake, achia kabisa maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, pokea sifa na heshima. Sema na mioyo yetu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Somo tulilonalo katika siku hizi 12 ambazo Mungu ametupa, na kumbuka kwamba tutahitimisha mfungo huu siku ya tarehe 29 kwenye mkesha mkubwa wa maombi pale Suma JKT Mwenge. Kwa hiyo usisahau hilo. Na somo ambalo Mungu ametupa kwa siku hizi 12 lina kichwa kinachosema The God behind your sins. The God behind your sins. Na kwa Kiswahili, kama unaandika Kiswahili, andika Mungu nyuma ya matukio yako. Mungu nyuma ya matukio yako. Na kuna mtu unanitazama na unanisikiliza, ile kwamba umefika leo, Mungu ni Ebeneza.
ile kwamba bado uko hai mpaka leo, Mungu ni Ebeneza. Ile kwamba bado uko kwenye hiyo kazi mpaka leo, huyu Mungu ni Ebeneza. Ile kwamba bado uko kwenye ndoa mpaka leo, Mungu ni Ebeneza. Kwa nini? Kwa sababu ya matukio ambayo umeyapitia kwenye safari yako ya kimaisha. Hayajawa matukio rahisi, hayajawa matukio mepesi. Kuna matukio mengine yalikufurahisha, mengine yalikuliza. Kuna matukio mengine yalikufanya ukate tamaa. Kuna matukio mengine yalikufanya udharaulike. Kuna matukio mengine yalikufanya ulaumiwe. Kuna matukio mengine yalikufanya ufungiwe vioo. Kuna matukio yaliyokufanya upoteze kazi, upoteze marafiki, upoteze watu, na yamekuumiza. Na mbaya zaidi, umefika level ya kujiuliza, why me? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Na kibaya zaidi ni kwamba umefunga, umeomba, umetoa na sadaka, lakini matukio hayajaisha. Na kuna mwingine ulipoanza kuomba ndiyo matukio yakaongezeka. Mwingine ulipotoa sadaka ndipo matukio yakaibuka. Kwa hiyo unahitaji kunisikiliza kwenye hizi siku 12, na nitakuwa nakupa mifano na mifano na mifano. Ninachotamani uweze kuona ni uweze kumwona Mungu nyuma ya kila tukio ambalo utakutana nalo kwenye safari yako ya kimaisha. Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Alafu anasema ndipo mema yatakapokujia. Maana yake kuna matukio ambayo utakutana nayo njiani. Ukishajifunza somo la namna hii, utakuwa na amani. Kwa nini? Kwa sababu utajua ya kwamba haijalishi hili tukio limenifanya nikate tamaa, haijalishi hili tukio limenifanya niaibike, haijalishi hili tukio limenifanya nionekane mbaya. Najua kwamba Mungu yuko nyuma ya hili tukio. There is God behind of all your sins. There is God. There is God behind of all your sins. There is God. Kuna Mungu. Na tunapoanza kuweka msingi wa somo hili siku ya leo asubuhi na jioni, tutaendelea kwa upana, lakini asubuhi ya leo nataka tunikupe vitu vichache ambavyo vitakuwekea kiu moyoni mwako ya kufuatilia somo hili, lakini pia ya kumsemesha na mtu mwingine kwamba embu ingia kwenye YouTube channel ya Mwalimu Emilian Katubaemu. Kuna somo zuri na kuna mafundisho mazuri. Angalia kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 20. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 20. Lakini nitakusomea mistari michache. Nitakusomea mstari wa kwanza mpaka wa 6, alafu wa 10 mpaka wa 11, alafu wa 17 mpaka wa 20. Ule mstari wa kwanza mpaka wa 6 anasema hivi: palikuwa na mtu mmoja wa Lama Msufi wa nchi ya milima ya Efraim, jina lake akiitwa Elikana mwana wa Yerohamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefrahimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu,
na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo, na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ule mstari wa 6 anasema, ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ule mstari wa 10 mpaka wa 11 anasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mme, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ule mstari wa 17 mpaka wa 20 anasema hivi. Mstari wa 17 anasema, ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana. Kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nikuonyeshe mistari hii na mfano huu wa huyu dada anaitwa Hana, tunapotazama somo letu hili, the God behind your sins, Mungu nyuma ya matukio yako. Huyu dada anayeitwa Hana aliolewa kama wanawake wengine wanavyoolewa, na wakati nasoma hii story nilijaribu tu kutafakari kwa upana kwamba wakati huyu mme wake na Hana ambaye anaitwa Elikana, wakati anamchumbia Hana, hakuwa anajua kwamba huyu dada ni tasa, hana uwezo wa kuzaa. Huyu Elikana aliangalia tu uzuri aliokuwa nao Hana na akamchumbia, wakachumbiana, wakafika muda kama walifunga ndoa, kama Elikana alilipa mahari, kama alimvarisha pete ya ndoa ya uchumba, kama ndoa ilitangazwa wakafunga ndoa, kama walifunga ndoa, wakaanza maisha ya ndoa. Moja ya kitu ambacho niliposoma kilinifanya nitafakari sana ni ule mstari wa 5.
Anasema lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda sana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Kwa hiyo ishu ya Hana kuto kuzaa haikuwa ishu ya madhabahu ya familia ya kwao, haikuwa ishu ya shetani. Mungu ndiye aliyekuwa nyuma ya utasa wa Hana, na sijawahi kujua kwamba Hana alikuwa anajua kweli, kwa sababu tumeandikiwa sisi, na kama tusingeandikiwa hapa kwamba aliyekuwa amemfunga tumbo Hana asizae ni Mungu, manake na sisi tusingejua. Tungesikia tu kwamba Hana aliolewa lakini akawa hazai, na kwa sababu hiyo tungekuja kwenye ulimwengu wa mafunuo, tungekueleza tu kwamba sababu ya Hana kutokuzaa ni madhabahu ya ukoo, tungekueleza. Na kwa Hana na kwa Elikana walikuwa hawajui ya kwamba there is God behind that sin. Kuna Mungu nyuma ya hilo tukio. Najaribu kuwaza miaka mitatu, maandiko yanasema Hana alikuwa anaenda mbele za Bwana. Najaribu tukuwaza Hana alivyokuwa anaomba, akikutana siku hiyo na mhubiri amealikwa pale, anasema somo la leo tulilonalo ni kuvunja madhabahu za familia. Nina uhakika na Hana alianza, kila madhabahu ya ukoo inayozuia nisizae ninaivunja kwa jina la Yesu, kila madhabahu. Na ukichanganya na kusemwa na Penina, nina uhakika kabisa Hana alifikiri kwamba labda kufungwa kwangu inawezekana Penina amefanya manuva, eiza ameniendea kwa mganga wa kienyeji. Si bure huyu Penina atakuwa ameniloga nisizae ili azae yeye apendwe. Sasa kwenye hii ndoa walikuwa wawili, kuna bi mkubwa na kuna bi mdogo. Kwa unaposoma maandiko lazima ujaribu kutafakari kwa kina, ufikiri kwa upana, lazima ufikiri kwa upana. Ameolewa na maandiko yanasema alipata kibali kwa mme wake, au kibali cha kupendwa na mme wake zaidi ya Penina. Kwa hiyo anapendwa na mme wake, lakini ana kifungo cha utasa, ana kifungo kwenye tumbo la uzazi, hazai. Na nina uhakika kabisa kwamba Elikana na mke wake Hana, kwa namna Elikana alivyokuwa anampenda Hana, uwe na uhakika walijitahidi kutafuta solution za kila aina. Ingekuwa hapa Tanzania tungesema wameonana na wale madaktari wale magaino, au maspecialisti wa matumbo ya uzazi. Wanajitahidi kupima hiki, wanapima hiki, wanamwambia hatuoni shida yoyote, hatuoni shida. Elikana anamwambia kuna mtumishi tumesikia anaombeaga watu wanafunguliwa, twende. Elikana anampeleka kwenye maombi. Wakiwa pale kwenye uwepo wa Bwana, kuna wengine wanaombewa na kunatokea manifestation, mapepo yanalipuka, wanatetemeka pale, wanapiga makelele. Lakini when it comes to Hana, anaombewa, hakuna hata kutikisika, hakuna hata kupepesa macho. Kwa nini? Behind of that sin was God. Nyuma ya hilo tukio la utasa Mungu alikuwepo.
nyuma ya hilo tukio la utasa, Mungu alikuwepo. Mungu alikuwepo. Na ukisoma kwenye Biblia, moja ya kitu ambacho utakiona ni kwamba ili tukio la utasa la kutokuzaa lilimkosesha Hana amani, lilimkosesha Hana furaha, lilimkosesha Hana kuenjoy ndoa yake, lilivuruga kabisa, lilivuruga maisha ya Hana, lilivuruga kabisa maisha ya Hana, kiasi ambacho unaona pale kwamba Hana alifika mahali akakosa hata appetite ya kula kwa sababu ya uchungu uliokuwa moyoni mwake. Hilo tukio lilisababisha hata mwenzake huyu bi mdogo anaitwa Penina kumchokoza sana, kwa likamkosesha amani, likasababisha uchungu kwenye maisha ya Hana. Na nikana jaribu kutafakari katikati ya huo uchungu, laiti kama Hana angejua kwamba kifungo hicho cha utasa sio shetani, sio uchawi, sio madhabahu za ukoo, is God. Mwae kufikiri moyoni angejisikiaje? Angemuona Mungu kama mkatili, angemuona Mungu kama mkatili hivi. Wakati nilipokuwa nasoma hii story na Mungu alipokuwa ananipa hili somo kwa ajili ya siku 12 hizi tulizo nazo za maombi, Mungu akanisemesha jambo. Wakati nilipokuwa namuuliza Mungu, kwa nini uliruhusu hili tukio kwa Hana? Kwa sababu ameandika kabisa kwamba na Bwana alikuwa amemfunga tumbo Hana asizae. Kwa hiyo kama Mungu alikuwa amemfunga tumbo Hana asizae, Mungu alikuwa na sababu. Na kama Mungu ameruhusu upitie hayo matukio, ana sababu. Angeweza kuyazuia. Na kuna mtu umefunga na kuomba Mungu aondoe hayo matukio, lakini Mungu amenyamaza. Kuna mtu umeenda kila mahali kutafuta msaada wa Mungu, lakini Mungu amenyamaza. Na watu wengi tunaposoma hii story ya Hana kwamba alikuwa tasa, huwa tunaangalia tu vile Penina alivyomchokoza, huwa hatuweki uzito kwamba sababu ya kuto kuzaa, aliyesababisha asizae sio shetani, ni Mungu. Kwa kama Mungu anaweza akamfunga Hana tumbo asizae, Mungu anaweza akazuia usipate ile kazi. Mungu anaweza akazuia uchelewe kupata kazi. Mungu anaweza akaingilia kati uchelewe kuolewa. Na hii shule siyo ya watu waliozoea kunywa maziwa. Hii ni shule ya watu waliozoea kula makande. Mungu anaweza akazuia uchelewe kujenga, uchelewe kuzaa. Anaweza akazuia uchelewe kupata kazi. Mungu anaweza akaruhusu hiyo vita itokee kazini, na wewe ukaomba una machozi, lakini Mungu ananyamaza. Na ndio maana nikakwambia
there is God behind of every sins ambazo unazipitia kwenye maisha yako. Na usipojifunza kutafuta na kumuuliza Mungu, kwa nini umeruhusu jambo hili? Kwa nini umeruhusu tukio hili litokee? Kwa nini umeruhusu hii vita kazini? Kwa nini umeruhusu hii changamoto hapa ofisini? Uwe na uhakika kuna wakati utakemea, lakini unamkemea Mungu. Kuna wakati utavunja, kumbe unamvunja Mungu. Kwa nini? Yuko nyuma ya hayo matukio. Na kwa nini Mungu amfunge Hana tumbo na si Penina? Kwa nini Mungu azuie Hana asizae? Nini kilichokuwa nyuma yake? Kuna vitu vingi sana viko hapo. Kuna vitu vingi sana viko hapo. Nikutajie cha kwanza. Cha kwanza Mungu alichokuwa nakitafuta kwa Hana ni hiki. Mungu alitaka Hana aweze kwenda mbele zake kwa njia ya maombi ili aweze kujua makusudi ya Mungu aliyoyabeba, au kusudi la Bwana alilolibeba. Bwana, nirudie tena. Wakati namuuliza Mungu, kwa nini ulimfunga tumbo Hana asizae? Kwa nini? Why? Mungu alinipa sababu kama 6 hivi, lakini nitakutajia chache kadiri ya nitakavyokuwa napata nafasi. Nimekuambia sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza ni ili Hana aweze kwenda mbele za Mungu kwa njia ya maombi, ili aweze kupewa kujua kusudi la Mungu alilolibeba. Kwa hiyo Mungu akamfunga tumbo huyu dada, na alipomfunga tumbo, sababu mojawapo, Mungu anataka Hana aende mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Na ndio maana sasa utaelewa Yeremia 29. Angalia Yeremia 29. Yeremia 29 na ule mstari wa 11 na wa 12 na wa 13 na wa 14. Yeremia 29 ule mstari wa 11 mpaka ule wa 14, anasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita. Kwa nini mtaniita? Kwa nini tumuite? Ili tupate kujua mawazo au mipango anayotuwazia. Kwa hiyo mstari wa 11 anasema, mimi Mungu najua nilichopanga, nilichokusudia kwa ajili yako. Nayajua. Hasemi unayajua, anasema nayajua. Kwa ili uweze kujua na wewe kile Mungu anachojua au kile Mungu alichopanga juu ya maisha yako, anasema nanyi mtaniita. Kwa hiyo haitoshi tu kujua kwamba Mungu ana mpango juu ya maisha yako. Lazima umuite ili akupe kujua anachojua, akupe kujua alichokupangia. Cheki vizuri alivyoandika. Anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Alafu anasema nanyi mtaniita. Mkishaniita mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo Mungu akishaweka mpango juu ya maisha yako, anatamani uende mbele zake kwa njia ya maombi, ukiwa na moyo uliopondeka, moyo wenye kiu, unaotamani kujua yale Mungu aliyoyakusudia kwa ajili yako, yale Mungu aliyoyapanga kwa ajili yako. Mungu anatamani kuona moyo ambao una kiu ya kujua Mungu anawaza nini, Mungu amepanga kitu gani, Mungu ana mpango gani juu ya maisha yako. Na ukisoma stori ya huyu Hana, aliolewa kama wadada wengine walivyoolewa, akawa anafurahia ndoa. Na nina uhakika huyu Hana alimposti Elikana kuanzia Januari mpaka Disemba. Akiamka asubuhi anamposti status, my hubby, very very handsome boy. Anamposti Facebook, anamposti Instagram. Na Mungu akawa anamtazama huyu dada Hana, anasema hujajua wewe, hujajua nilichopanga juu yako, hujajua nachokuwazia. Na utaniuliza kitu gani? Mungu alitaka Hana azae mtoto ambaye atakuwa majibu kwenye taifa. Ndicho Mungu alichokuwa amekikusudia. Lakini Hana alipoingia kwenye ndoa alikuwa hajui Mungu alichopanga juu yake. Mungu akasema isiwe kesi, ndakufunga kwanza tumbo ili uje tuongee, ili uje tusemezane, na katika kusemezana nitakusemesha nilichopanga kwa ajili ya maisha yako. Na ndio maana ikiwa Mungu anataka umzae Samueli, ikiwa Mungu anataka umzae Samueli, alafu na we hujui kwamba unatakiwa umzae Samueli, uwe na uhakika Mungu atamchelewesha huyo Samueli. Kama ni kazi ataichelewesha, kama ni ndoa ataichelewesha. Risatarapakoria saka. Kwa nini anaichelewesha? Na kuambia na muda ameichelewesha, utalia, utadhiakiwa, utasemwa, utachokozwa na kina Penina, na Mungu ataruhusu hayo maumivu. Kwa nini? Hujajua anachokuwazia, hujajua alichopanga kwa ajili ya maisha yako. Na kuna watu wengi ambao Mungu amewapeleka kwenye nafasi tofauti tofauti, wanafurahia hizo nafasi, lakini hawajui kusudi la Bwana kuwapeleka hapo. Mungu amekupa biashara, lakini hujui kusudi la Mungu kukupa biashara. Mungu amekupa ndoa, lakini hujui kusudi la Mungu kukupa hiyo ndoa. Mungu amekupa hao watoto, lakini hujui kusudi la Mungu kukupa hao watoto. Na Hana alipoolewa alikuwa hajui kusudi la Mungu kumpa ndoa. Alifikiri tu kwamba ameolewa kama watu wengine. No. Mungu alikuwa na mpango na maisha yake, azae mtoto ambaye atakuwa majibu kwenye taifa. Mungu anamwandaa, ameweka kitu kikubwa kwenye tumbo lake. Anatakiwa azae mtoto ambaye amebeba majibu ya taifa, lakini huyu dada hajui. Mungu akasema isiwe kesi, akamfunga tumbo. Fatana na mimi utaelewa kadri tunavyoendelea kujifunza ili somo. Kwa sababu kuna wakati tunapita kwenye maumivu na unaona kama vile Mungu amekuacha. Unaomba, Mungu amenyamaza kimya. Kwa nini? Unafikiri labda ni shetani, unakemea, unavunja karabashata, alafu Mungu anakutazama anasema hujajua, I'm behind of that. See, I'm behind. Kuna kitu nataka ukifahamu kwanza. Ukisha kifahamu na kuvusha,
Ukisha kifahamu nakupa hiyo kazi, ukisha kifahamu takupa hiyo ndoa, ukisha kifahamu taleta amani kwenye hiyo ndoa. Kuna kitu nataka ukifahamu kwanza, kuna kitu nataka ukijue. Kwa hiyo ndiyo maana Mungu akamfunga tumbo Hana asizae, ili aweze kwenda mbele za Bwana. Kasome habari ya Paulo. Maandiko yanasemaje? Mungu aliweka mwiba kwenye maisha ya Paulo ili kupitia ule mwiba umfanye Paulo kuwa mnyenyekevu na kuendelea kuwa na fellowship na Mungu. Na hata alipoenda kuomba Mungu aondoe ule mwiba, cheki kitu Mungu anamwambia Paulo, sina mpango wa kuondoa mwiba, ila neema yangu inakutosha. Na kupitia ule mwiba, maandiko yanasema Paulo alimtafuta Mungu mara 3 kwa siku. Kwa hiyo usingekuwa ule mwiba, nina uhakika kwa schedule aliyokuwa nayo Paulo asingekuwa na muda wa kumtafuta Mungu, asingekuwa na muda wa kumtafuta Mungu. Na Mungu alitaka Paulo aendelee kuutafuta uso wake, aendelee kuutafuta uso wake kwa ajili ya kazi kubwa ambayo Mungu alitaka kuifanya kupitia maisha ya Paulo. Na ndio maana Paulo mwenyewe anaandika, anasema neema ya Mungu iliyokuwa juu yangu haikuwa bure. Anasema ilinisaidia niweze kufanya kazi kupita wote. Hiyo neema ameitoa wapi? Kwenye maombi. Ili aombe, Mungu amefanyaje? Ameweka mwiba. Kwa hiyo usingekuwa ule mwiba, asingeomba. Na kama asingeomba, asingeendelea kugenerate ile grace iliyomsaidia afanye kazi kupita wote. Na ndio maana nikakwambia there is God behind of every sin ambayo unaipitia kwenye maisha yako. Haijalishi ni ya kuumiza, haijalishi ni ya kufurahisha, haijalishi ni ya kukufanya uinuke, haijalishi ni ya kukufanya ushuke. Kuna Mungu behind the scene. Kuna Mungu nyuma ya hayo matukio. Na ndio maana unahitaji kufuatilia somo hili na kuwekea tu utangulizi kidogo. Jioni, usiku saa 4 tutaingia ndani kidogo, alafu ndo utaelewa kwa upana. Pungie mkono hapo, niandikie tu hapo, mwalimu ninakuelewa. Pungie tu mkono hapo, hata kama ni ngumu kumeza, wewe niandikie tu, mwalimu kama nakuelewa hivi. Pungie tu mkono, nipungie mkono. Niandikie tu hapo, mwalimu nakuelewa. Niandikie tu hapo. Jambo la pili lililosababisha Mungu afunge tumbo la Hana ni ili Hana aweze kujiandaa kwa ajili ya kusudi la Mungu lililoko mbele yake. Ni ili Hana aweze kujiandaa, awe na kipindi cha maandalizi. Kasome kwenye Biblia yako, wanawake wote waliokuja kuzaa watoto ambao hawakuwa wa kawaida walipitishwa kwenye kipindi cha maandalizi bila wao kupenda. Kasome mama yake na Yohana. Huwezi kuzaa mtoto atakayetangulia mbele ya Yesu na kutengeneza njia kwa ajili ya Yesu, alafu uzae kawaida tu kama wanawake wengine. Haiwezekani. Kasome habari za Mariamu. Huwezi kumzaa Yesu alafu kafanana na wanawake wengine. Kasome habari za mama yake na Samson. Kwa hiyo sababu ya pili ya Mungu kufunga tumbo la Hana, Mungu alitaka Hana awe na kipindi cha maandalizi kwa ajili ya kusudi lililoko mbele yake. Sababu ya kwanza nimekuambia ni ili Hana aweze kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya Bwana kumsemesha makusudi alionayo. Na moja ya kipindi ambacho watu wengi tunamtafuta Mungu kwa moyo ni kipindi tunapita kwenye maumivu.
Ni kipindi tumekataliwa, ni kipindi unapita kwenye vita, ni kipindi maisha yako yamevurugwa, hauoni unakotoka, huoni unakoenda. Utamtafuta Bwana tu. Na huyu Hana, laiti kama angezaa kama Penina, uwe na uhakika hata kwenye ibada kuna siku angekuwa na doji, asingekuwa anaenda siku zote. Lakini kwa sababu ya kifungo alichokuwa nacho cha utasa, kilimlazimisha aache chakula aende kuomba. Kilimwondolea ile comfortability, kilimwondoa kwenye comfort zone, aende kuomba Mungu amsemeshe kitu alichokusudia juu ya maisha yake. Mungu alitamani Hana awe na bigger picture, awe na ufahamu mpana kwamba nilichokiandaa mbele yako ni kikubwa kuliko unavyofikiri. Nilichoandaa mbele yako ni kikubwa kuliko pito lako. Nilichokuandalia ni kikubwa kuliko maneno ya Penina anayekuchokoza. Nilichoandaa mbele yako ni kikubwa kuliko vita unayoiona mbele yako. Mungu alitaka Hana awe na bigger picture, kwa sababu kabla Mungu hajamleta Samueli, Mungu anataka maandalizi. Na maandalizi ya kwanza ni the way you see, ufahamu wako, mentality yako. Korabashatarabasaka. Ndio maana akasema okay. Najaribu kuwaza tu, Mungu anamwambia Hana, nilikutafuta kwenye usichana wako, nilitamani nikusemeshe kusudi lile libeba, lakini ulikuwa busy unakula ujana, hukunisikiliza. Kwa nimelazimika kuja zamu hii ambayo tayari umeshaolewa, ili unitafute. Ngoja nifunge tumbo lako kwanza, utanitafuta tu. Kwa sababu natamani tukae tuongee, nikueleze nilichokikusudia mbele yako, nikueleze mpango nilionao kwa ajili yako, nikueleze nilichokikusudia kwa ajili ya maisha yako hata kabla hujazaliwa. Karabashatarabasaka. Sijajua Mungu anasema na nani, lakini hizi 12 kuna watu wengi Mungu anataka kuwahudumia kupitia somo hili. Kwa hiyo sababu ya pili nimekuambia, Mungu alitaka Hana awe na maandalizi. Mungu alitaka Hana awe na maandalizi. Mungu alitaka Hana awe na maandalizi. Na nimetumwa kukuambia ya kwamba hayo matukio yote ambayo umeyapitia kimaisha, Mungu anakuandaa. He is preparing you for something good ahead of you. He is preparing you for something big ahead of you. Anakuandaa. Anakuandaa. Sijajua Mungu anasema na nani. Dada yangu naye nisikiliza, mama yangu naye nisikiliza, kijana mwenzangu naye nitazama, baba yangu naye nisikiliza. Matukio yote hayo ambayo umeyapitia kwenye maisha yako, God is preparing you, and that's why hayo matukio hayajakuua. Ndio maana hayo matukio hayajakuua. Ni kweli umeaibika, lakini hujafa. Ulijua yanakumaliza, lakini bado uko hai. Ulijua hutavuka, lakini umevuka. Ulijua hutafika hata mwaka huu, lakini umefika. Kwa nini? Hayo matukio hayajaja kwa ajili ya kukuaibisha, hayajaja kwa ajili ya kukuua, yamekuja kwa ajili ya kukuandaa na kusudi la Mungu lililoko mbele yako. Mungu anakuandaa, Mungu anakuandaa. Nimetuma kukuambia kwenye siku hizi 12 ya kwamba Mungu yuko nyuma ya matukio yako. Mungu yuko nyuma ya matukio yako. Na mimi natamani kwenye maombi haya, tafuta wimbo huwa you are here moving in this place, I worship you, I worship you. Kuna mwimbaji mmoja, nafikiri nitakupa jioni, nitakutajia uende ka Google, aliimba hiyo version, akasema even when
it seems you are not working. Anasema hata pale napoona kama vile haufanyi kazi. Huyu mwimbaji anasema bado nitakuamini, bado nitakuamini. Na anasema hata inapofika mahali nikaona kama vile hufanyi kazi, anasema you are still working. Wewe bado unafanya kazi. Hata napofika mahali kwa jinsi ya kibinadamu nikakuona haufanyi kazi, kwa sababu ya scenario unayoipitia, kwa sababu ya tukio nililokutana nalo, kwa sababu ya vita nilionayo, hata napofika mahali nikaona kama vile umestop kufanya kazi. Huyu mwimbaji anasema you never stop working. You never stop. Hausimami kufanya kazi. Hausimami kufanya kazi. Hata wakati mimi napokata tamaa, Mungu wewe usimami kufanya kazi. Hata wakati napoona giza, wewe usimami, wewe unaendelea kufanya kazi. Hata kama sioni, wewe unafanya kazi. Hata kama nimekata tamaa, wewe unafanya kazi. Hata kama sikuelewi, wewe bado unafanya kazi. Kwa sababu kuna wakati kumwelewa Mungu ni ngumu. Na ndio maana hata Hana angeambiwa ya kwamba aliyemfunga tumbo ni Mungu. Hana mpaka aelewe, isingekuwa rahisi. Lakini uelewe usielewe, is still working. Bado anafanya kazi. Haijalishi umemwelewa au hujamwelewa, bado anafanya kazi. You never stop working even where Nenda katafuta yako kawimbo, sikiliza, katainua moyo wako. Na kwa wale mlioko kwenye groups zetu, nitatuma hiyo linki yako kawimbo, tutatuma kwenye group. Kasikilize leo, tembea nako kwenye mfungo huu, tembea nako, kwamba hata napofika mahali nikaona kama vile ufanyi kazi, you never stop working. Bado unaendelea kufanya kazi. Na kuna mtu Mungu ameruhusu upite kwenye hayo matukio kwa ajili ya maandalizi. Ni maandalizi yako, ni maandalizi yako. Wakati ninaomba, Mungu alinisemesha ya kwamba kuna wengine hayo matukio ndiyo chuo ambacho nimewapitisha, ndiyo shule yangu ambayo nimewapitisha. Nenda katafuta ule wimbo wa yule mwimbaji aliyeimba juu ya shule yako, shule yako. Unafikiri shule ya Mungu ni ipi? Shule ya Mungu ni hayo matukio. Yatakufanya ulie, yatakufanya uzile, yatakufanya uache ibada, lakini Mungu anasema niko nyuma ya haya matukio. Hiki ni chuo ambacho kinakuandaa kwa ajili ya lile kusudi kubwa ambalo nimeliandaa kwa ajili yako. Hiki ni chuo kwa ajili ya lile kusudi nililonalo mbele yako. Huwezi kufika bila kuandaliwa. Huwezi kumzaa Samueli bila maandalizi. Huwezi kuzaa Samueli kwenye biashara bila maandalizi. Huwezi kuzaa Samueli kwenye huduma yako bila maandalizi. Huwezi kumpata Samueli kwenye maisha yako bila maandalizi. Lazima uandaliwe. Unaandaliwaje? Matukio. Anakupitisha kwenye matukio. Unaandaliwa. Na maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Unasikiliza mtu wa Mungu, kwenye maisha ya wokovu, maandiko yanasema tunatoka utukufu mpaka utukufu. Usimkasirikie yule mtu ambaye akijikwaa anajua ni mzimu au amelogwa. Ukishafika a certain dimension, hata ukijikwaa utamuuliza Mungu, kwa nini nimejikwaa hapa? Ina maana Mungu ulikuwa uone kama kuna kisiki. Maana imeandikwa unaongoza hatua zangu. Kwa nini uziongoze kwenye kujikwaa kwenye kisiki? Singeweza kuniepusha. Na uwe na uhakika Mungu atakupa sababu. Atakupa sababu. Na ndio maana maandiko yanasema Mungu akamfunga tumbo Hana asizae. Sio shetani, sio mizimu, was God. Kwa nini? Preparation. Alikuwa anamwandaa Hana. Sababu ya tatu, andika sababu ya tatu.
Sababu ya tatu, Mungu alitaka Hana abadilishe mtazamo wake juu ya kuzaa mtoto wa kawaida mpaka kuzaa mtoto ambaye amebeba msaada wa kitaifa. Mungu alitaka Hana abadilishe mtazamo wake juu ya kuzaa mtoto wa kawaida mpaka kuzaa mtoto ambaye amebeba majibu ya kitaifa. Nilikuwa nasoma ile stori ya Musa wakati alipokuwa anachunga kondoo wa mzee Yethro, na Mungu akamtokea kwenye kile kijiti, na Mungu anamwambia Musa, Musa, vua viatu vyako. Manake anamwambia change your mentality, badilisha mtazamo wako. Mtazamo upi? Ni kweli alikuwa anajua kwamba yeye ni deliverer wa ndugu zake walioko chini ya mkono wa Farao, lakini mtazamo aliokuwa nao, alijua ya kwamba atawaokoa kwa nguvu zake za kibinadamu, na ndio maana akaanza hiyo mission, akaanza kuwasaidia ndugu zake kwa nguvu za kibinadamu. Kwa Mungu anapomtokea anamwambia Musa, change your mindset, badilisha mtazamo wako. Na kwa Hana, Mungu alimfunga tumbo Hana ili kubadilisha mtazamo, apate kujua kwamba hakuandaliwa kuzaa mtoto wa kawaida, ameandaliwa kuzaa mtoto aliyebeba majibu ya kitaifa. Hujaandaliwa kuwa na biashara ya kawaida, hujaandaliwa kuwa na ndoa ya kawaida, hujaandaliwa kuwa na uchumi wa kawaida, hujaandaliwa kuwa na elimu ya kawaida, hujaandaliwa kuwa na huduma ya kawaida. Na ndio maana maandalizi yako hayawezi kufanana na ya Penina. Ndio maana Penina alipoingia kwenye ndoa amebonyeza batani moja tu akazaa. Lakini Hana lazima uandaliwe, uchange mindset yako ya kwamba hukuingia kwenye ndoa au hukuandaliwa kuzaa watoto wa kawaida, hukuandaliwa kuzaa mtoto wa kawaida. Umeandaliwa kuzaa mtoto aliyebeba majibu ya kitaifa. Umeandaliwa kuwa na biashara ambayo itakuwa na majibu kwenye taifa, itakuwa na majibu kwenye familia, itakuwa na majibu kwa watu wengi sana. Change the way you see. Mungu anataka ubadilishe mtazamo wako. Sasa inawezekana unajitazama kama Penina, inawezekana na Hana alikuwa anajiona kama Penina. Wameolewa na Elikana na mume mmoja, rapa saka. Lakini unisikilize, kusudi walilokuwa wamelibeba lilikuwa halifanani. Mnaweza mkao mmesoma shule moja, lakini makusudi mlioyabeba hayafanani. Mnaweza mkao mmezaliwa familia moja, lakini makusudi mlioyabeba hayafanani. Rapa kolia saka. Mnaweza kuwa wote mlikula ugali mmoja, lakini makusudi mlioyabeba hayafanani. Rapa kolia saka. Mnaweza mkawa wote kwenye ofisi moja, lakini makusudi mlioyabeba hayafanani. Na ndio maana Mungu anapotaka ubadilishe mtazamo wako, maana yake unavyojiona, uanze kuwaza kama kiongozi, uanze kuwaza kama mtu aliyebeba kusudi la Bwana, uanze kuishi maisha kama mtumishi wa Bwana. Rapa kolia saka, rapa kolia nda, rapa karia saka, rika bashaka. Sijajua Mungu anasema na nane. Inawezekana umejiona kama Penina, lakini wewe sio Penina. Umeandaliwa kuzaa vitu vikubwa kwenye maisha yako. Mungu amekuandaa kwa ajili ya baraka kubwa iliyoko mbele. Mungu amekuandaa kwa ajili ya utukufu mkubwa ulioko mbele yako. Mungu amekuandaa kwa ajili ya baraka kubwa iliyoandaa mbele yako. Na ndio maana huwezi kupita njia inayofanana na ya Penina. Huwezi kuwa na maisha yanayofanana na ya Penina. Rapa kolia saka. Huwezi kupita alipopita Penina. Utapitishwa mahali pagumu ili ubadilishe namna unavyofikiri, ubadilishe namna unavyojiona. Na ndio maana Musa, Mungu alibadilisha anavyojiona ndani. Hakumbadilisha Farao, alimbadilisha Musa. Na ndio maana Musa yule yule aliyemwogopa Farao jana, baada ya kubadilishwa anavyoona ndani, leo anamrudia tena Farao yule yule aliyemkimbia jana. Na Farao anashangaa, anasema huyu Musa alinikimbia jana, leo amekuja kwa nguvu ipi? Hajajua ya kwamba Mungu ameshabadilisha mtazamo wako.
Mungu ameshabadilisha mtazamo wako. Maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. Kabla Mungu hajakupa baraka kubwa, anakubadilisha wewe kwanza. Anakubadilishaje? Anabadilisha mtazamo. Unakuwa na mtazamo wa kubeba kile anachotaka ubebe. Ndio maana kabla mtu hajatajirika kwa jinsi ya nje, anaanza kutajirika kwenye mindset yake. Kabla mtu hajaanza ujenzi kwa jinsi ya mwilini, anaanza kujenga ndani yake. Kabla mtu hajamiliki gari kwa jinsi ya nje, anaanza kumiliki ndani. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kuna mtu usipobadilisha mtazamo wako, tutakuombea, tutakubandika mikono mpaka utapata upala, tutakunywesha mafuta ya kitimoto, tutakunywesha maji ya sabuni ya jiki, bado utabaki vile vile. Is not kwamba Mungu afanyi kazi. The problem ni the way unavyoona ndani, namna unavyoona ndani, namna unavyoona ndani. Kwa hiyo kwenye hii siku ya leo ya kwanza, tunazo agenda kadhaa. Tunazo agenda kadhaa. Agenda ya kwanza, anza na shukrani. Anza na shukrani. Mshukuru Mungu kwa mfungo huu. Mshukuru Mungu ataka kukusemesha maneno haya. Lakini agenda ya pili, omba toba. Omba toba kwa Mungu. Kuna mahali umenung'unika, umelalamika kwa sababu ya vitu ulivyopitia, hukujua kwamba behind of that sins Mungu yupo. Omba toba. Agenda ya tatu, omba Mungu akupe kulijua kusudi lake alilonalo juu ya maisha yako. Omba Mungu akupe kujua kusudi lake alilonalo juu ya maisha yako. Na agenda ya nne, omba Mungu abadilishe mtazamo wako. Omba Mungu abadilishe mtazamo wako. Omba Mungu abadilishe mtazamo wako. Lakini agenda ya tano, omba Mungu abadilishe maumivu yako yawe kusudi. Mungu alibadilisha maumivu ya Hana akayageuza kuwa kusudi. Yale maumivu ya Hana ya kukosa mtoto yalimpeleka kwenye kusudi la kumzaa Samueli. Kwa hiyo na wewe omba Mungu abadilishe maumivu yako. Maumivu yako yawe kusudi. Tena sio kusudi dogo, kusudi kubwa. Samueli ni bora mara 10 zaidi ya watoto wa Penina. Kwa tuna hizo agenda 5. Nimekupa asubuhi hii ili utembee nazo siku nzima. Na jioni tena saa 4 kamili tunakutana kwa ajili ya kuomba. Na usipange kukosa saa 4 kamili, jitahidi, julisha na mtu mwingine ili aweze kushiriki. Saa 4 kamili tunaendelea na somo hili kwa undani tena kidogo, na tutakuwa na muda mzuri wa kuomba. Basi nyanyua mikono yako niombe. Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya upako huu wa Alfa. Asante kwa ajili ya siku hii ya kwanza ya mfungo huu wa maombi. Nami kama mtumishi wako, Bwana, ninasogea mbele zako.
ninawaweka wakfu watoto wako hawa wote, e Bwana, waliosikiliza somo hili muda huu na wale ambao watafuatilia baadaye, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawaweka wakfu, e Bwana, kwa ajili ya mfungo huu wa siku 12. Watie nguvu, e Bwana, wasaidie wasichoke, katika jina la Yesu. Ninaomba, e Bwana, usiwe ni mfungo wa kawaida, uwe ni mfungo ambao utaleta matokeo kwenye maisha yake, uwe ni mfungo ambao utafungua vilivyofungwa kwenye maisha yake, ili vizae baraka, vilete baraka kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyo, Bwana, msaidie aweze kulijua kusudi ambalo umemkusudia kwenye maisha yake, katika jina la Yesu. Geuza hayo matukio ambayo ameyapitia kwenye maisha yake, yageuze, e Bwana, yawe utukufu. Geuza hayo maumivu, e Bwana, yawe kusudi. Yageuze hayo maumivu yawe kusudi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba asubuhi ya leo kwa ajili ya wote wanaoenda kwenye biashara, wanaoenda makazini, wanaoenda kwenye utafutaji, wafanyie wepesi, e Bwana, wafanyie wepesi, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Njia zao zisiwe utelezi tena, e Mungu liye hai. Gusa hatua zao, elekeza hatua zao kwenye faida, elekeza hatua zao kwenye kupata. Waepushe, e Bwana, na mipango ya adui, katika jina Yesu. Maroho ya ajali, maroho ya mikosi, maroho ya bara, katika Yesu ninavunja in the mighty name of Jesus, in Jesus mighty name, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ninaibariki siku ya leo kwa ajili ya watoto wako hawa, iwe ni amani kwao, ikawe ni baraka kwao, ikawe ni siku ya kukushuhudia wewe, in Jesus mighty name. Pokea sifa na heshima katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Basi shika sadaka yako nzuri. Kumbuka hakuna ibada ambayo haina sadaka. Na Alhamisi tutakuwa na sadaka maalum. Alhamisi tutakuwa na maombi maalum na sadaka maalum. Kuendelea kujiandaa, lakini hakikisha pia kila siku unaachilia sadaka yako. Alhamisi tutatoa sadaka maalum ambayo tutaielekeza kwenye maandalizi yetu ya mkesha. Basi nyanyua sadaka yako niombe. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili ya kipindi hiki cha siku ya leo, siku ya asubuhi. Baba, ninakutukuza, watoto wako mikononi mwao wamebeba sadaka. Naomba, e Bwana, ukazitakabali na kuzipokea, na ukawabariki na kuwaonekania, na kila anayetoa sadaka Mungu kambariki, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Mungu wangu akubariki, uwe na asubuhi njema, na nikukumbushe tu kwamba tarehe 29 tunahitimisha kwa mkesha mkubwa wa maombi na maombezi pale Suma JKT Mwenge. Kwa hiyo wewe unayeshiriki pamoja nasi mfungo huu, hakisha ukosi mkesha. Mungu wangu akubariki, tukutane saa 4 kamili usiku, na mkaribishe na mtu mwingine. Amen.